who is for us all. But kila mtu anajiangalia. These people are doing business. Hii ni biashara wanafanya. Anajua, that's why through these foods we are eating, kama tukiangalia hizi lifestyle conditions or diseases like cancer, it starts from where? Cancer starts from the mouth. So mouth ndio inakula chakula. Na ni the same chakula wanatutengenezea. And then ukienda chakula unafika kwa duodenum. Cancer bado si kuna cancer ya duodenum. And what causes cancer? The same foods. Utarudi utatibiwa, utarudi utafanyiwa hizo kemo, utatumwa madawa because it's business. People are doing business. People are doing business. So wewe usijali because hata Ministry of Health will not come kukwambia that. You take care of yourself. Prevent yourself from contracting or getting infected with these diseases. Sawa? Yes. And then kuna wakati it's the same question. Nilikuwa nauliza, sio kituambia tusikule sukari, tusikule hii, tunakula nini? Watu wa ushago wanakula nini? Unapata saa zingine mtu amekula asubuhi, atakula jioni, si ndio? But hizi ugonjwa mingi ziko town, urban areas. Sababu ni gani? Hata hizi chakula fortified, si ni tao ziko kwa wingi. Sio ushago. Ushago ndio tembea kufika kwa duka si mbali. Na mtu wa duka ndio akuje astore hizo chakula. Inafanyika wapi? Ile unapata store zote hizo tamtam za watoto, mikate. No, ushago people are eating ngwashe. They are eating mandizi ile ya kuboil. Wanakula nduma. That's why hata mtu wa ushago akona hizi lifestyle diseases. It's not easy. But in urban areas ziko kwa wingi. Sawa? Bwana tusaidie sana. So if we control what we put in our mouth, just control it, and that takes discipline. Si kuongea na mdomo and you are not putting it into practice. And there is no one who will come to force you. Ukishapewa hiyo education, ukishaambiwa this is what is supposed to be done, now it's you to take care of yourself. Whether we'll use that information, kama hautaitumia, but me, I'm passing my information. Sawa. So I'm giving you the information that you require. Sasa hiyo kulitumia kama kila kwa nyumba na kuuliza, leo ulikula mkate? Leo uliweka sukari kwa chakula? No. But I'll just give you the education that you require. Uko na hiyo knowledge. Any other question? And ulcer cause cancer. Thank you. Yes. Ulcer can cause cancer, especially when you manage it poorly, and when it also keeps on reoccurring. That means you're still exposing yourself to the same problems that are causing the ulcer. So if it keeps occurring, in the long run, it may cause cancer. Any other question? Na kama mwili imeanza kupima kama sukari, unapata kupima sukari, msiko unawashwa na hapa kama na nani kama nyuma, yani inapima yenyewe.
hiyo kuuliza inaweza kuwa nini, nitakuadvise tuwe tunafanya regular check-ups, sukari, pressure, hata H. pylori. Unaweza kupimwa, daktari ataweza kuambia shida ni nini. Kuna wakati nilisema inafika wakati ukifika 30 years, miili zetu ziko na organs, na hizi organs ni kama spare parts ya gari. We've been using these parts for a long time, na kuna siku yenye tunaenda service. So ninasema hivi, kitu kama sukari, ni sisi tusaidie hizi organs kuendelea kufanya kazi yake bila shida through limiting sugar intake, chakula chumvi tunaweka kidogo. The other thing I had not mentioned is the oil, the edible oil. Baba Moyo asked about the fortified foods. Anything and unaenda kubuy supermarket, unaona imeandikwa iko fortified. Try as much as possible, you avoid, look for an alternative. Kitu ya kwanza tunaona mafuta ya kupika. Hiyo mafuta iko fortified. Kwa hizo mafuta zote, hakuna mafuta iko healthy. Mafuta iko healthy ni ghee. I know ghee is very expensive, but bado kuna ile mafuta ingine inaitwa beef tallow. Ile ukienda kwa butchery na unabuy nyama, ambia huyo mzee wa butchery akukusanyia hiyo mafuta. That is the healthiest oil ya kutumia kupika. Hizi zingine zote hakuna healthy edible oil. So we reduce hizi mafuta, intake of mafuta. Pia hiyo mafuta iko fortified, not good for our bodies. We reduce sugar intake. We reduce wheat. Gluten is the cause of all problems in the body. Ndio tusianze kuwa na mashida, cardiac problems, stroke pia. Stroke is a lifestyle. Ukipata cholesterol mingi kwa mwili inajaa na haufanyi mazoezi, itaanza ikublock the blood vessels. Ikiblock kwa kichwa, hiyo ni stroke. Ama upate heart disease because of hizi mafuta, gluten. So I'll also encourage tukue active. Kwa mama, tutafute kamba nyumbani ya kuruka. Hata ikifika tu jioni kabla ulale, ruka 1 up to 100. Unaweza ruka 1 to 50 leo. What? Na encourage wazee najua wanakimbianga. Nikiambia mama, nataka kuwa unakimbia, ataniuliza nakimbia wapi Nairobi. So look for a rope yenye unaweza kuwa tu una jump. Hiyo kujump is very important. Nataka mkwe active. Bwana tusaidie sana. Tunataka tukue active, tusikue inactive because inaleta shida mingi. Sawa sawa. Any other question? Bwana asifiwe. Kana daktari naweza hitaji naye nikae naye karibu 20 hours. Maana ninakuwa na maswali mengi na mengine siwezi kujua sahihi. Labda niulize tu, how long does it take to kuwa healed completely? Mtu akuwe healed, ndio kuwa healed kabisa. How long does it take? But at some point nasikia ni kama iko sawa. At some point nasikia hiyo kitu inainuka. So inachukua muda gani? Na je, vile vyakula ambavyo nilielewa nisitumie, muda anaweza kurudi kuvitumia tena? Thank you. Ule muda ambao utachukua ndio pone inalingana kwa sabia hizo vidonda zilikuwa, na pia dawa zenye unatumia hizo dawa ziko different.
siwezi kujua ulipewa gani, daktari alikupea anajua. Si bado kwa huwa unafuatilia, you go for review. Dawa zenye ulipewa pia zita determine how long it will take to heal. And then also wewe mwenyewe na hizi chakula zenye unakula, kuna zile chakula ambazo ukikula zinakusaidia in healing process. So inalingana tena unakula nini. Unaweza kuwa unakula ile chakula yenye haufai kula bila kujua.